Lakini leo tuna somo linalosema mthibitishe Mungu wako kwa wengine wamthibitishe. Mthibitishe Mungu wako kwa wengine wamthibitishe. Wewe uambie una Mungu mwenye nguvu, anaweza kufanya 1, 2, 3, na Mungu atokelezee afanye kama ulivyosema, na wale watu waseme naam, huyu ndio Mungu, ni Mungu wa fulani. Ndio maana mpaka leo tunasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Mungu wa mtumishi wake Daudi, Mungu wa Daudi. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa nini? Kuna kitu alisema kikathibitika kama alivyosema, na watu wakasema naam, huyu ndio Mungu. Bila hivyo tutakuwa dini. Mungu wetu asipothibitika kwa wale wanaotusikiliza na wanaotuona, wakashindwa kumbainisha ni Mungu yupi huyu, tutakuwa tunaishi kama dini. Hello. Na hili linathibitika pale katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 sijui wa 9, kati ya hiyo miwili. Anasema ili tutangaze fadhili za Mungu, ya kwamba ni mwema, ni mwenye Mungu ni mwenye fadhili, si ndio? Ni 2:10. Hebu tusome, lakini sio special, siandike hilo, limekuja tu. Ni 9. Anasema bali nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milika ya Mungu, mpate kutangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Mpate kutangaza, mpate kumthibitisha, watu wamthibitishe kwamba huyu ni Mungu wa Yaila, Mungu wa Matthew, Mungu wa Matthew ndio tunamtaka. Matthew, simama uombe kwenye mkutano. Manake wamemthibitisha Mungu wake kwamba ni Mungu anayetenda, anapata nafasi ya kufanya jambo. Haleluya. Hujaona kwenye vikao mara nyingi utaona wanamtaja mtu mmoja huyo, wapo wengi, wapo 200, wapo 100, lakini anatajwa mmoja. Fulani tuombee kwa Mungu. Wamethibitisha kwamba na Mungu wake akimsema mambo yatatokea. Haleluya. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Elia, akamthibitisha Mungu, na Mungu akathibitika kwa waliomsikia. Wakapomoka wote wakasema huyu ndiye Mungu. Hebu tusome katika Wafalme wa kwanza 18. Ni 18:30.
Hebu tusome. Nani asome? Soma Job mpaka 40 mstari 10 hiyo. Kisha Eliya akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Eliya akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukiizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia akasema, Ee Bwana, Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Yakobo, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, e Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona, wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Hizi habari tumezisoma sana. Nimechukua habari kwa ufupi. Sasa pale ambapo anaonyesha Eliya ushindi kwa kumthibitisha Mungu mbele ya watu wengine wanaosita. Maana hapa kulikuwa na miungu iliyokuwa inaabudiwa nyakati zile. Huyu Mungu Baali na miungu mingine ilikuwepo, lakini hapa ushindanishi ulikuwa kati ya Mungu ambao ni Bwana, ambao kwa wengine wanasema Yehova, Bwana Yehova. Lakini katika masomo mengi tumesema kwa ukamilifu wake katika zile nafsi zake tunazojifunza kwamba zinafanya kazi, yeye ni Elohim. Kwa hiyo hapa Eliya alikuwa anaongea na Elohim, ajithibitishe, tujue ni Mungu yupi. Jamani, pona mndasita katika njia mbili, itakueje hapo? Mfalme Ahabu amekuwa ameharibu lile taifa, amechukua huyu miungu hii inayotajwa ni miungu iliyotokana na wake zake aliokuwa amewabeba wa kimataifa. Wameleta ile miungu, wamebadilisha nia ya Waisraeli. Baada ya kumwelekea Mungu, wakatengeneza na manabii kama vile upande wa Mungu wa kweli, wakawa wanazifanya ibada. Sasa Eliya akafika mahali akaona kama watu wote wamevutwa na mambo yasiyo halisi, kama nyakati hizi tunavyoona watu wanavyovutika na kwenda kwa vitu ambavyo Mungu hajaagiza. Makanisa yale yanayofanya vihoja na viloja ndio inawavuta watu wengi, na nyakati zile zilikuwa hivyo hivyo. Huyu Mungu mwenye makelele, huyu Baali, watu wakawa wanavutika, wanamwacha Mungu wa kweli. Kisha Eliya anaona sasa watu watasita katika njia mbili, wametatanishwa katika hiyo miungu miwili. Leo ijulikane Mungu ni yupi wa kweli. Haleluya. Ndio anasema tufanye uamuzi, tuone, tupimanisha hao wa Mungu
yupi ni Mungu wa kweli anayepaswa kuabudiwa. Sasa tutafanya jambo hili. Ndio anatoa pale mtihani, na tuletewe ng'ombe wawili. Mimi ninao muabudu Elohim, niko peke yangu nabii, lakini nyewe mnao muabudu Mungu Baali, mpo wengi. Na kwa kuwa mpo wengi, muanze nyinyi, tutoe dhabihu mbele za Mungu kwa mtindo huu. Akaweka mtindo. Haleluya. Ng'ombe wawili watolewe. Ng'ombe moja itakuwa kwa ajili yangu kwa Mungu wangu, ng'ombe moja kwa ajili yenu kwa Mungu wenu. Tutajenga madhabahu, tutaweka kuni, tutaweka na sadaka juu ya kuteketezwa, alafu hakuna kuweka moto. Mungu mnaomtumikia nyinyi na anayemtumikia mimi ataleta moto ili sadaka iteketezwe. Akaona hili jambo ni zuri. Lakini juu ya manabii 400 wa Baali, sielewi kama walikuwa na uhakika, ila watu wengine wakasema hii ni jambo zuri lifanyike. Leo tupate kujua Mungu ni yupi. Sasa wala hawezi kukana kwamba tusifanye hivi. Mtaonekana mmeogopa. Kwa hiyo na wewe ukajitia nguvu, wafanye wamuite Mungu wao. Na Elia hivyo hivyo. Lakini mjue na kuelewa jinsi tulivyofundishwa sisi kumcha Mungu, na hawa wakina Elia walifundishwa hivyo hivyo. Usimche Mungu mwingine isipokuwa mimi. Walifundishwa hivyo hivyo. Wakayashika, wakayaweka kwa moyo wote, wakayasukuma hapo, wanaishi hivyo. Wametii lile neno. Lile neno ndio linaweka maarifa mule ndani, nini kifanyike kutokana na lile neno, kwa sababu li hai, lenye pumzi ya Mungu, linakaa ndani. Sasa wale wengine hawana neno, wana maneno yao, wakaingia katika kupimanisha wa Mungu. Sio kwamba Elia labda alifika mahali Mungu akamnongoneza, leo nakupa cha kufanya ili ukawashinde wale. Hakuna. Ila kwa kuwa ufahamu wake ulikuwa unamjua huyo Mungu anayemwamini kwamba ni Mungu wa kweli, ni Mungu wa hivi, alisimama akafanyia kazi hiyo anachokiamini, na Mungu akatekeleza sawa sawa na ufahamu wake na ujazo wa neno. Mungu haendi hewani. Mungu ni wa mipango, na anafuatilia. Sasa anataka, kwa maana anachotaka tu ni utii. Unatii kiwango gani ili aende pamoja na wewe? Haleluya. Wakati mwingine tunasoma mambo ya Elia, tunaona alikuwa sio mtu, anaonekana alikuwa malaika akaitwa Elia, kwa sababu vitu alivyokuwa anavifanya vinashangaza. Alikuwa mtu kama nilivyo mimi, hivi kama wewe, hivyo ana tabia hizo. Alikuwa ananuna na kila kitu unachofanya naye alikuwa anafanya. Lakini ufahamu juu ya Mungu ulikuwa mkubwa, haitofautiana na wengine. Kwa hiyo bidii ya kumtafuta Mungu ni ya mtu, na wakati unavyojibidilisha na Mungu anakuona, atakutumia. Haleluya. Mungu hana upendeleo kwamba nampendelea huyu nampa kwa sababu nimempenda kama kibinadamu. No, ni bidii ya mtu. Yupo tayari kutumiwa, Mungu atamtumia. Haleluya. Tena alikuwa na hasira Elia. Ukisoma sehemu zingine, ona mfalme ametuma kikosi kwenda kumfuata Elia, wamkamate wampeleke. Wameenda, yupo mlimani, anamwambia, wewe Elia, tunajua ni mtumishi wa Mungu, njoo tukupeleke kwa mfalme. Anasema, kwa kuwa mnajua mimi ni mtumishi wa Mungu, na moto na uje uwalambe. Maana kimetumwa kikosi cha watu 50 na 50 wake, unalamba. Sio Mungu amewaambia, sio Mungu ndiye alimwambia waambie moto uwalambe. Ni yeye kwa ufahamu, maana anajua wamekuja kwa hila, wamkamata wampeleke kwa mfalme, wakalamu
kikatumwa kikosi kingine, na wenyewe wakaja akasema hivi hivyo, akaita moto ukawalamba, na kingine kikatumwa. Wale wakajihurumia, Bwana, nafsi zetu zinaonekana zina umuhimu kwako. Wakanyenyekea zaidi. Basi hao wakawasikiliza, kaenda. Waliokuja na kiburi ya cheo walilambwa na moto. Sio kwamba Mungu ni yeye alikuwa anajua mamlaka alionayo na akaitumia ilivyo. Sio mmekuja kijeshi, mimi naagiza jeshi la mbinguni. Halo, ni ufahamu. Unafahamu nini? Ukikaa kidini unazurumika kwenye wokovu. Yaani wokovu kidini unazurumika. Kuna mambo mazuri ambayo unatakiwa uwe nayo, haya yatatokea. Fahamu umefungwa. Hautaki kupambanuka zaidi kumfahamu Mungu. Lakini unapouruhusu ufahamu, unapambazuka kila siku juu ya kumfahamu Mungu, kuna mema unakutana nayo. Haleluya. Unakuwa na neno la ushuhuda. Nini Mungu anaonekana kwako. Basi wale watu ukisoma habari zake, bila shaka tumesoma, wale wa upande wa Mungu bahari wakapewa ule ng'ombe, wakamkatakata kama ilivyo kawaida, wakamweka juu ya kuni na madhabahu walioijenga, wakaanza kumuita Mungu ili aweke moto, sadaka iteketezwe. Biblia na Elia anaonyesha kwamba wale watu walianza asubuhi, wakamuita Mungu mchana kutwa, kuitika wala kuonekana Mungu, wala hakuna kilichotokea. Na wale watu wakapandwa na hasira, wakachukua mawe wakaanza kujikatakata damu zitoke, labda Mungu atasikia. Wapi? Biblia inaonyesha Elia akijua kwamba sio Mungu wanaomuita, akaanza kuwadhihaki kwamba kazaneni, pazeni sauti, yawezekana amelala, shaiti aamke alete moto hapo huyu Mungu. Hata kama amesafiri bomba, pigeni kelele mpaka asikie, aje alete moto hapa. Labda na mazungumzo na wageni, shaiti aache kuzungumza na wageni, aje alete moto hapa. Wakakazana, Mungu tusikie. Wanajikatakata na nyembe, wengine na mawe, wengine na hivi. Lakini Biblia inasema mpaka jioni hakuna majibu. Ni Mungu aliyefeli. Kupo kimya. Na watu hapo tangia asubuhi wanangojea Mungu yupi leo ataenda kujidhihirisha. Lakini Biblia hapa ndio inasema wakati wa kutoa dhabihu. Kwa hiyo alikuwa anaenda na kanuni za kimungu wakati wa kutoa dhabihu na kuteketezwa. Akasema sasa mmeshinda huyo Mungu, kaa pembeni, nisikilizeni mimi, mkanifuate ninavyofanya. Akajenga madhabahu. Anasema akachukua mawe 12 kwa kabila ya wana wa Israeli au wana wa Yakobo. Unaona kanuni za kiroho, sio kihobela. Kanuni za kiroho zifuatwe. Sasa wakati mwingine sisi watu tunaingia kumtafuta Mungu bila kanuni za kiroho. Halo. Bila shaka tumetoka kwenye maombi sio mbali, tulianza na kanuni za kiroho. Sisi kwanza tujitakase, tujitengeneze, tujipeleleze, tumpe Mungu muda wa kutafakari njia zetu, atuonyeshe ni njia ipi inayoleta majuto kwenye maisha yetu, alafu tukatubu. Na nilisoma katika somo lile kwamba yani unajifresh, yani unakuwa safi kimungu, umetubu, kila kona umejikagua hapo safi, unaanza kuhisi kimbingu kwamba saizi Mungu himiza siku, yani chukue leo, maana najisikia nipo fresh ndani, yani nipo kimbingu tayari tutakuwa kwenda mbinguni. Na akisema kifo kinakuja, kisema njoo nikapumzike, njoo nikapumzike. Hakuna swali, kupo chafu. Tukapewa siku nzima, tunajitakasa, tunajihoji, tunajidodosa, tumeishije? Nikasema na usianze kutubu dhambi usioijua. Tunasema dhambi hewa, usiitubie.
muulize Mungu Roho Mtakatifu yupo kwa shughuli hiyo, akukumbushe ni kitu gani kinaleta majuto kwa moyo, nini kina shaka. Ukikijua sasa, na wewe onyesha umetambua kwamba kumbe hili ilikuwa problem. Sasa nimetambua, Mungu kwanza unisamehe, alafu unisaidie nisirudie tena uharibifu. Mungu nikumbushe na lingine. Nasema ulikuja pale nileta mtu mwenye dhiki, akataka kitu fulani ulikuwa nacho, kwa kuwa uliona hana thamani kwako kumpa wakati ulikuwa na uwezo wa kumpa. Nilimleta mimi. Yule mtu unakumbuka? Unaona inakumbuka. Kweli nilifanya ukorofi. Nilikuwa na uwezo. Tena ilikuwa haina shida. Ilikuwa nimpe. Lakini nikaona kama mtu ana thamani, ana faida kwangu, nikazuilia. Sema kumbe ni Mungu. Unaanza kukola. Utaona mtu kumbe amekumbushwa kitu kilitaka kumpeleka pabaya. Anatubu, anaachia, mwisho unajisikia upo vizuri. Sasa Mungu anakaa na wanyofu wa moyo. Sasa unaposema Baba, nina shida hii na hiki na hiki, Mungu anaanzia moyoni, anaona upo sawa, umelingana na yeye, ni rahisi kukufikia na kukupa hitaji lako. Haleluya. Kwa hiyo kuzingatia hatua za kiroho unapomwendea Mungu. Hatuendi kimazoea, kwa kuwa Mungu sio mzungu au mjomba. Hata tuende atuhurumie kibinadamu, no. Yeye anaenda kikanuni. Sasa Elia akajenga hiyo madhabahu, akaweka kuni juu yake, akaweka na mnyama ng'ombe aliyemkatakata ambao waligawana, akaweka juu yake. Sasa kuwathibitishia, sio Mungu ndiye alikuwa anamwambia sasa mimina na maji. Yaani ufahamu juu ya Mungu, ili watu wajue kwamba hiki kitu sio cha kawaida. Akasema baada ya kuweka mafuta ya taa ambayo yawashe moto, anamimina maji. Uone, anafanya kitu kinyume, kuthibitisha kwamba Mungu atafanya, na atafanya watu wote waamini kwamba hiki kilichofanyika sio cha kawaida, sio mazingaombwe. Haleluya. Akamimina pipa la kwanza, akasema fanyeni hivyo, siji mara 7. Palifaa kweji pale watengeneza, anasema mifereji kama kipimo vile vya mbegu. Maana mfereji wa kwanza kukinga maji yasitawanyike, na mfereji mwingine kuzunguka ile madhabahu. Kwa hiyo maji yote yanatuama hapa kwa sababu yamezuiwa, yasitoke. Alafu akaomba maneno machache. Kama siku zingine zile nilisema, unapomwendea Mungu lenga yani ujue unaenda kusema nini kwa Mungu kwa kuomba. Hasa tunapokuwa katika maombi yale ya kutumia masaa mengi. Usipate muda wa kulala. Yani hata hiyo kipindi kimi nimetumia hiyo kanuni sana. Nilikuwa nafika, naona mchungaji kwa anaimbisha kwamba tumemaliza maombi. Mimi sijamaliza yale vipengele vyote, bado vingalipo vingine. Kwa hiyo unaona muda wa kusinzia unakuwa haupo, kwa sababu bado na kiporo, sijamaliza maombi, muda umeisha. Nini? Zile kanuni za kiroho kumsogelea nani? Mungu. Nikasema kabla hujaanza kuomba, huyu Mungu unayemwendea ni wa namna gani? Unamweleza na yeye asikia vizuri. Unamsifia vile vitu ambavyo una uhakika katika ufahamu wako. Haleluya. Ulivyovishuhudia. Na kama hujavishuhudia, sema niliposikia ushuhuda kwa fulani nikasisimuka kwa kuwa Bwana ulifanya, lakini mimi sikukuona, ila yeye alisema. Sio wanzo sema umefanya hivi wakati ukuona. Mungu habambikizwi sifa, anataka ile iliyo haki yake. Hello. Hivyo
unamsifia aliyoyafanya na uliyoyasoma kwenye Biblia, kwamba hili na uhakika manake limeandikwa, na neno lako linasema kila andiko limeakishwa mara 7, maana ni kweli ulifanya. Hata mimi kama sijaona katika ulimwengu wangu, sijaona siwezi kusema hili na hili umefanya, lakini haya yananithibitisha wewe umefanya kwa utamu kutoka kwa moyo na ufahamu zilizofunguka. Unamwambia, anajisikia vizuri. Haleluya. Na kama ametenda kwako, eleza kinagaubaga kabisa kwamba Mungu, kwangu mwenyewe nimeona, si hadithiwi, wewe kwa mkono wako umefanya hili. Haleluya. Sasa unaposema hivyo, kwa sababu na fahamu yako inafunguka na moyo unafunguka, unaona uwepesi, unaona unalenga shabaha, kile unachosema kinaingia. Usingizi utatoka wapi? Hauji. Hello. Usingizi unakuja kile unapotupa ombi lako, unaona kama limegonga ukuta, kama limerudi hivi, limeambaa tu. Unaona umekaa ukiwa cha kusema, mwisho unaegama usingizi. Ulikuwa wapi kwenye mkesha wa maombi? Kumbe ulikuwa kwenye mkesha wa kulala. Hello. Sasa ameshajenga ile madhabahu yake na kuweka hao nyama na nini, na maji yamejazwa. Akaomba maneno machache, Mungu unisikie, najua siku zote unanisikia, lakini kwa ajili ya hili watu hao wajue wewe ndio umewageuza mioyo wa kuelekea wewe au wa kuabudu wewe. Hawa wajue hivyo. Biblia inasema moto ukawaka, watu wote wakasujudu, wakainama kifudifudi, wakasema huyu ndiye yeye. Amewathibitishia Mungu wake ana uwezo wa kushusha moto bila kuweka mafuta ya kulipua moto. Ameweka maji kinyume chake na moto ukashuka. Amewathibitishia na watu wamethibitisha, kumbe huyu ni Mungu wa Elia. Haleluya. Mpaka leo tunasema yupo Mungu wa Elia. Haleluya. Manake huyo Mungu wa Elia sio Mungu wako. Ukifuatilia katika maombi yangu, nikianza kuomba nasemaga Mungu wa Elia. Nikikumbuka kwa Elia, nikikumbuka Mungu wa Ibrahimu, nitasema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa mimi niliokoka, na Mungu wa Betheli wa kanisa hili. Nikitaja Mungu wa sikosi mimi, uliyeninunua kwa damu ya thamani, mimi moja uliyenifanyia hivi. Naanza kunukuu vitu ambavyo nimeviona kwa macho yangu vikitendeka. Kipindi fulani nilikuwa nasema wewe ulioniruhusu tukasema pepo toka, nenda ukamwingie yule, umuue yeye, umpeleke huko, na pepo akachomoka akaenda akamuua, na mimi nikathibitisha fulani amekufa, alianguka tu. Wewe ni Mungu wangu. Ila ile ombi niliacha kunukuu hii, ili nukuu wakati wa maombi, baada ya kugundua kwamba Mungu afurahishwi kifo cha muovu. Nasema tulipeleka muovu, maana amepotea huyo. Nikaacha nalo kulinukuu, lakini Mungu tulisema na akafanya. Haleluya. Niwaambia mambo mengi. Nilikuwa nasumbuka na vidonda, na hisi vilikuwa vidonda kwa sababu sikujishughulisha kwenda kupima, lakini kwa dalili zake na nini na mateso niliyokuwa napata, na hisi ni hivyo. Lakini nilikuwa napata tabu wakati wa baridi. Ikianza baridi na nywea, na kipindi kile bahati mbaya naenda minadani, ukaa chini
kwenye gari, kwenye lori, natapika, naona kizunguzungu. Nabii nikae juu ya mabomba, upepo unanipiga angalau usoni, sioni kichefuchefu. Nikiingia ndani tabu. Sasa huko juu kuna upepo unanipiga ndani. Naona afadhali kufa kuliko kuendelea kuishi. Tabu nayoipata. Lakini siku moja somo la imani na uponyaji lilipopiga, nikaombewa, nikashikilia. Wiki ya kwanza sijui hata sikumbuki, ilikuwa muda mrefu nimeombewa. Kila napokaa wakisema anayeumwa waje kuombewa, nagoma. Nasema nishaombewa, mimi ni mzima. Kilichobaki ni mazingaombo ya ibilisi. Mimi ni mzima. Kwenda kwenye mkutano, wanaoumwa, wengine wana vidonda vya tumbo, wengine hivi, wametaja na mimi. Waje hapa mbele tu waweke mikono. Mimi siendi. Nishaombewa. Mimi ni mzima. Yaliyobaki ni mazingaombo ya ibilisi. Na ikianza kuuma, silali. Nyinyi ni mazingaombwe. Mimi ni mzima. Siku nikaona sina. Mpaka leo. Nasema wewe Mungu uliyeniponya, sio mwingine ulimponya. Nikaona mimi na ile mateso nika be free. Siku mwingine nikasema Mungu, nitateseka na binadamu mpaka lini? Mungu nibadilishie kazi, sitaki tena kuhangaika. Tena siku ile nadhani niliko kanisani walitangaza siku maalum, ni ibada maalum. Sasa mimi wametangaza mnada nao upenda na uzaga. Nikienda nauza na watu walinifahamu, wakifika nikaona nichomoke niende nikatafute ile pesa kama wengine wanavyofanya. Siku ile nakwambia nilipigwa, sikuuza. Ila Mungu ni mwenye huruma, akanipa niuze nguo moja nipate nauli. Ambako narudi na kibulungu, na mimi naenda najua huko naenda kurudi na pesa. Nikarudi. Nikauza nguo kamoja. Ndio ikatosha kula na kulipa nauli. Hapo tumemalizana, imeisha. Mungu, ndio maana tunasema Mungu ni mwenye fadhili. Angekuwa shetani, angeniacha nibaki huko huko. Hakuna nauli, hakuna kurudi. Lakini Mungu ni mwenye fadhili. Akanihurumia, akanipa nauli na hela ya kula. Ndio nilipoanza kusema Mungu, ili kazi mpaka lini? Nibadilishie, sitaki. Akanibadilishia, nikawa sokoni. Kwa ibada zote nikawa nahudhuria. Ikifika saa 10 nafunga kanisani. Wakapeleka taarifa nyumbani, anashindaga kanisani tu. Kazini hashindi huyu. Nikasikia barua, nimesikia habari zako kwamba unashinda kanisani tu. Sasa nani anapeleka? Unajua ni shetani anapeleka. Kwa hiyo nikafurahia, kwa kuwa Mungu nisema hata nakosa mambo mengi kwa ajili ya kwenda. Akanibadilishia kazi. Halo. Sasa utamwacha Mungu kama huyo? Haleluya. Yaani kwa kukasirika tu unagundua Mungu anaweza. Nakumbuka nimekaa Mkimbizi, kazi ni mjini. Nikasema Mkimbizi kila siku nauli, kosa nilikuwa na kabaskeli, mwisho nikachoka. Naona pesa zimenichosha. Nikasema huku mpaka lini? Nataka Frelimu. Nipate nyumba Frelimu. Lakini mara kwanza nilikuwa natafuta Mkimbizi. Nikaenda kule Mtwila kote wananionyesha nyumba, naona kama sizipendi. Na hela yangu kiduchu. Nikakasirika, nikasema Mungu, sasa nataka Frelimu. Niwe karibu na kanisa. Mungu akanileta Frelimu huko tena maeneo nilikuwa nayataka. Halo. Sasa nikianza kuomba sinakumbuka na hayo. Kwani wewe Mungu umesahau? Kama wewe ndio ulionitokea pale Mkimbizi nikakwambia nataka Frelimu kanileta. Tena nakupenda mpaka sasa hivi. Pale sijakinai aisee. Huwa nafikiri kweli Mungu alinipa. Napapenda. Najua Bwana alinipa. Huyu Mungu nimemwamuru amefanya. Ni vitu vingi.
ambavyo amefanya. Haleluya. Kwa hiyo ni Mungu wangu, ewe Mungu wangu ulionifanyia 1, 2, 3 na kuthibitisha. Hata ukinikataa wewe bado ni Mungu wangu, ulinifanyia. Ninaamini na hakika. Kwa hiyo wakianza kusifu, watu wasifu hapo wakilenga, umetutendea mambo makubwa. Nalenga kwenye aliyenitendea. Naona nafurika. Haleluya. Ndio mara nyingi naongeaga na watu wasifa, msinukuu manyimbo ya watu, tungeni za kwenu ambazo Mungu atakuwa analenga watu wa humu ndani. Utataja jambo linamgusa mtu, utaanza umemkumbusha, anaacha kuimba wimbo wako, anaanza kunena, anaanza kuomba, anamshukuru Mungu, kwani na mimi umenitendea. Haleluya. Maana wakati mwingine manyimbo ya watu yalilenga watu wa pale, kwetu hilo shida haiko. Kwa hiyo kwetu tunakuwa haina faida, tunaimba kwa kutimiza wakati. Kuna neno moja hapa alikuwa anasema mchungaji wakati anaanza, nikalishika nalo, kwamba ukiona watu walipokuwa wanajaa kwenye maombi, wanaonyesha kuna kumcha Mungu. Wanajaa kwenye maombi, kunaonyesha kuna uhai, wanahitaji kumcha Mungu. Lakini zamani hizi kumejaa burudani, wanataka kuburudishwa, sio kumcha Mungu. Ni kweli, nikasema alipokuwa nikasema ni kweli. Sasa hivi ile mikesha niliyokuwa tunasikia sana, kutakuwa na makesha ya maombi, makesha. Siku hizi usikii makesha ya maombi, ni kwa mbali. Utasikia mkesha ya tamasha. Vijana tutakuwa na hapa si panafanyikaga kusifu na kuabudu. Kwani mmekuwa kusikinye? Sijui matamasha makubwa, tutakuwa uwanja fulani, tutakuwa na mkesha wa tamasha, tutakuwa tukisifu na kuabudu. Ni kuburudika. Watu wanahitaji kuburudisha kuliko kumcha Mungu. Hata ukifika wanapoabudisha au kusifu, utaona sehemu kubwa wanajikita kuburudisha. Halo? Watu waburudike, wajisikie fresh. Sio wamche Mungu, wamwabudu Mungu. Kuburudisha ndio kumezidi. Nini? Inaonyesha watu wanapenda kuburudika kuliko kufanya utumishi wa kumcha Mungu. Kumcha Mungu kuna gharama. Haleluya. Kwa hiyo Elia tunaona moto ukashuka, akasababisha watu waseme huyu ndio Bwana. Kwa hiyo akapata uhalali wa kuwakamata wale manabii 400 na kuwatosa kwenye kijito gani? Tumesikia kijito gani? Bishon. Kipindi hile ilikuwa hivyo. Lakini kipindi hiki ni kuwafanya watu waokoke. Kwa mfano, yani mambo yanatafsiriwa kwa namna, yule aliwaua watenda dhambi. Na sisi tunapofanya vizuri tunawaua watenda dhambi. Wanakufa kwa ajili ya mambo ya dhambi na kuwa hai katika haki. Halo? Hivi Biblia ndivyo inavyosema. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa hiyo na wale walikuwa waovu wakauawa kwa mambo ya dhambi, sasa ndio wakapotelea huko, ndio torati yao. Lakini sisi tunapofanya na watu wanapomoka kifutufutu kumtafuta Mungu, maana na wale wanakufa kwa kuacha miungu yao ile kwa mambo ya dhambi na kuwa hai kwa mambo ya haki. Kwa hiyo yote yule aliye katika Kristo Yesu anapofanya mambo mabaya anaitwa ni mfu, amekufa. Lakini anapotenda haki tunasema huyu mtu yupo hai kwa mambo ya haki. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kumthibitisha Mungu katika maisha yako. Hebu tuone wengine walioweza kumthibitisha Mungu hapo, na watu wakamthibitisha.
Tusome katika Matendo ya Mitume 16:23 mpaka 34. Mistari kama 10 na ngapi na moja. Soma hapo. Wengi wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu. Akawaangukia Paulo na Sila, kisha akawaleta nje, akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu, utaokoka pamoja na nyumba yako. Lakini bado hujamaliza mpaka 34. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote. Wakati huo huo akawaleta juu ya nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Wakafurahi kwa kuwa wamekwisha kumwamini Mungu. Nani? Mkuu wa gereza. Lakini ilikuweje? Hawa Paulo na Sila walikuwa watumishi wa Mungu wakihubiri Injili. Afu habari hii tumeisoma, lakini inaleta kushangaza kidogo. Pepo aliwashuhudia habari zao kabla hawajamtoa, kwamba hawa watu wanahubiri habari za Mungu za uokovu. Wanaogopa, wanahubiri habari za Mungu za nini? Za uokovu. Wale waliowakamata Paulo na Sila wanafungua mashtaka tofauti. Wanasema hawa watu wanatupotosha, wanatupa mila ambazo sio zetu, wanataka kutufarakanisha na serikali. Wakasema kitu kingine, uokovu hawakutaja, lakini pepo wametaja uokovu. Lakini tunakuja tena kuja gerezani, uokovu unatajwa wa Mungu wa Paulo na Sila. Mungu amewatokelezea baada ya kuwathibitishia kwamba yupo Mungu anayepaswa kuabudiwa, kusifiwa. Wamefanya kitendo cha kusifu Mungu, akatokelezea. Mkuu wa gereza anatamka, nifanye nini nipate kuokoka? Maana yake amemthibitisha Mungu wa Paulo na nani? Na Sila. Haleluya. Hao watu walikuwa wakizubiri habari njema. Pepo anasema hivi, soma katika mstari wa 17. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Mtoke huyu. Akafanya hiyo siku nyingi. Anashuhudia habari za kweli kabisa. Pepo huyo wanahubiri habari za wokovu. Lakini mashtaka, hebu sikiliza kwenye mashtaka sasa. Mstari wa 20.
Wakamchukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Hapo kwenye halali, rudia tena wa 21. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Sasa mashtaka hayataji wokovu hata kidogo, kwamba wanahubiri habari za wokovu, wamembulia mtu wetu ameokoka, ametoka pepo, tumekosa faida ya uganga. Hawataji. Wametaja makosa mengine ambayo sio ya kweli. Wanadamu hao wamekataa kuwa na Mungu, lakini Mungu ametenda kitu kikubwa, hawataki kukisema, wanasema kitu kingine. Lakini pepo amesema wokovu, amethibitisha, amewathibitisha Paulo na Sila. Hawa kazi yao kubwa ni kuzitangaza habari za Mungu, watu wapokee wokovu. Pepo, lakini watu wamekataa. Alafu huku watu ukisoma pale wakawa waliposikia hayo mashtaka kwamba wamevuruga mji, wamekosesha amani na nini, watu kwa nia moja wakawarukia, wakawavua nguo, wakawatembeza, wakawauchi masokoni, wakawapeleka kwa makadhi, huku wakiwa wamepata bakora za kutosha, wametupwa gerezani. Kule Paulo na Sila hawakujuta, wakaendelea kuonyesha mkono wa Bwana upo pamoja na wao. Mungu yupo. Wanaimba usiku wa saa 8 usiku, gereza likafunguka. Alafu watu wote na wafungwa wote wamenyamaza, hakuna anayetoka. Mlinzi alikuwa amelala, kustuka mlango upo wazi, akavuta panga atake kujizuru, maana kajiua, akajua hapa nitaonekana nitafungwa tu, wafungwa watakuwa wamekimbia. Ile anavuta, Paulo anamwambia usijidhuru, washa taa tuangalie, wote tupo. Akaamuru taa ziwashwe, kumulika, wote wapo. Akaona ni kitu cha ajabu hakijawahi kutokea. Mungu wa nani? Wa Paulo na Sila amethibitishwa, na wamemthibitisha ya kwamba huyu, ili jambo sio la kawaida. Akakumbuka habari za pepo waliosema kuna wokovu, naye akasema, jamaa zangu, pepo alisema mlikuwa mnahubiri habari za wokovu, nifanye nini nipate kuokoka? Anawaambia, muamini Bwana Yesu nao utaokoka na nyumba yako yote. Nini umekuja kutaja wokovu tena huku nyuma? Pale katikati wameukataa wanadamu, japo walithibitisha alilofanya Mungu. Hata wakikataa unachokitenda, usivunjike moyo. Haleluya. Mungu ametupa hii kazi ya kumthibitisha, na watu wamthibitishe kwamba tunaye Mungu aliye hai, anayetenda kazi. Sio Mungu aliyefanana na miungu mingine iliyoko hapa mjini. Sisi tupo tofauti, lazima tuonyeshe Mungu wetu ni wa tofauti. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wakampokea huyo Mungu wa Paulo na Sila, na wakafurahi kwa kuwa wameshampokea nani? Huyo. Hebu tumalizie kwa namna nyingine, tuone tena katika Matendo ya Mitume 9:19. Akala chakula na kupata nguvu. Akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na wote waliosikia wakashangaa, wakasema, siye huyu aliyewaharibu walioliitia jina hili huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha kuwa huyu ndiye Kristo. Akithibitisha kwamba huyu ndio Kristo. Ikituko cha ajabu. Paulo walikuwa anasikia habari zake wakati anaitwa Sauli, kwamba anawaua waliookoka, anawaburuta wanawake na wanaume, anawatia gerezani kwa kibali cha wakuu wa makuhani.
wamesikia, wanafunzi wapo katika heka za kumkwepa na kumwogopa. Ghafla wanasikia anahubiri habari njema, na watu waliokuwa wanaona anachokifanya wakaanza kujioji, huyu si ndiye alikuwa anawaua na kuwaburuta walio katika njia hiyo, wakati huo ameshamuua Stefano? Sasa anaenda kuua na wengine. Njiani akakutana na Yesu, akageuzwa, akaanza kumhubiri Yesu. Watu wakashangaa. Inatakiwa tuwe na injili ya kushangaza. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Sio injili ya kawaida, injili ya kushangaza, yenye miujiza, matendo makuu ya Mungu, mwenye kujithibitisha katika injili unayohubiri. Haleluya. Nimewahi kuambia siku moja nilikuwa nikihubiri, nilikuwa kitanzini. Watu wamekaa pale, tena tulikuwa na wapendwa kule wengi. Mimi ninapohubiri, wenyewe wamekaa na mstari wanaandika yale maandiko ninayo ya nukuu wakati nahubiri. Mimi sina ile namna ya kiuinjilisti kama mnavyojua. Naweza kueleza kwa namna ya kiwalimu zaidi. Wananaki. Sasa wale watu waliokuwa wanasikiza, bwana, huyu bwana anasema mambo haya makubwa, afadhali tusisikie, tusije tukaja kuhukumiwa kwamba tulisikia hatukutenda. Wakawa wanatoka, afadhali kutokusikia kuliko kusikia alafu tusitende. Na maana sasa maandiko yanakuwa ni mengi. Soma hapa, fungua huko, soma huko, soma huko, huko. Mpaka yani wewe unahubiri unaisikia raha. Yani unaisikia raha unapoyasema yale maneno, na nguvu ya Mungu inavyotembea, na watu walivyo na kiu ya kutaka kusikia. Mambo yanakuwa mazuri. Injili yenye uweza inayotenda kazi. Na siku moja nakumbuka ni hapa niwaambiage, kuna aliyokuwa anahubiri pa stand, sio stand hii, lakini ni ushuhuda, mimi sikuona, ila aliyenishuhudia na muamini alikuwa ni kweli. Halo, anasema kijana mmoja akawa anahubiri pale sokoni, anahubiri. Watu wa tofauti na sana hawakuzunguki mtu unahubiri, kila mtu anakushangaa na kweli. Lakini kuna kipindi fulani walikuwa watu wanajitokeza, wanakuzunguka, wanakusikiliza. Anapohubiri watu wana kiu ya kutaka kusikia. Anahubiri. Katokea jamaa mmoja, jamaa walikuwa wawili, Wasela. Kipindi kile walikuwa wanaitwa Wasela. Wakatokeza, anadunda, amevaa pensi lake na kitambaa kinaning'inia huko. Ameenda, wengine amesimama, mwingine akaenda kwa mhubiri. Akasema, huyo Yesu ni mwanaume mwanamke? Anavaa pensi, anavaa sketi. Tuonyeshe huyo Yesu wako. Anavaa. Sasa jamaa anakwepa, anahubiri, jamaa linamsumbua, linamkasikasi. Mwisho jamaa akachoka. Akasema watu yule mhubiri akamwambia, watu wote walikuwa wanasikiliza hizi neema ninazohubiri za Mungu. Sasa wewe umezuia wasisikilize. Damu yao hao wote na iwe juu yako. Akaondoka, kaenda zake. Na huyu jamaa na msela wake wakachukua na mkono, wanadundika, wanaenda zao. Anasema kwa kadri wanavyoendelea kwenda, yule jamaa akaanza kuona ulimi mzito. Mwisho unatoka au unavimba. Likavimba mpaka likabana mdomo. Limetoka mpaka huko. Ikabidi jamaa aliyekuwa naye ampeleke wapi? Hospitali. Ni kitu cha ajabu kimetokea sasa hivi. Maana sasa ugonjwa gani tuliwahi kuona? Sema, ulimwanza lini? Anasema sasa hivi. Alikuwa mzima, tumetoka watu, tumepita mahali. Mtu alikuwa anahubiri. Jaka anamueleza kisa daktari. Alikuwa anahubiri pale sokoni. Sasa huyu bwana akawa anamsumbua yule mhubiri, anasema amwambie huyo Yesu anayemhubiri ni mwanaume ni mwanamke, anavaa pensi au sketi. Anasema sasa yule jamaa akasema watu waliokuwa wanasikiliza, damu ya wao na iwe juu yake. Sasa tulipotoka pale tunakuja njiani, ndio hali imemtokea. Akasema kumbe sasa bila shaka umejua huyu mwanaume ni huyu Mungu ni mwanaume ni mwanamke.
na umejua anavaa nini. Ni injili yenye nguvu. Inashangaza. Paulo anahubiri, watu wanashangaa. Anathibitisha kwamba huyu ni Kristo. Maana mambo yapo yanatokea anayoyataja. Huyo ni Kristo. Afanyaye haya ni Kristo. Haleluya. Hayo yote tumepewa sisi. Hebu kwa kuwa muda umeisha, tusome ili liwe la mwisho, mwingine tuachane nayo, ya namna ya kumthibitisha Mungu tulionaye. Sio ni mapambo, ni kitu halisi. Soma katika Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 10 mpaka wa 12, mstari miwili. Katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Sasa hatuyafanyi, hata malaika watesiki tena kufanya kuyachungulia hayo. Watu wa kale walipoyasikia wakiyatabiri, wakawa wakitazama yanatokea wakati gani, yapo wakati wao, wakagundua sio wakati wao, ni wakati wetu sisi tuliohubiriwa. Ni wakati wetu ambapo mateso yakishatolewa kwa Kristo na utukufu utakao kuwa juu yake. Kwa hiyo Yesu alishateswa, mateso yakampata. Sasa tunaoona, tuendelee kuona utukufu wa Kristo ukitenda kazi katika maisha ya watu. Haleluya. Na huwezi kutenda kazi katika maisha ya watu sisi bila kwenda kupeleka ili wapate kuona. Haleluya. Kama hao naowaambia waliwahi kuhubiri akatokea hayo mambo makubwa. Tumetumwa. Malaika walikuwa na kiu ya kutaka kuona yanayotendeka. Maana sasa hivi malaika hawafanyi kazi ya kuja duniani. Wamekaa na shughuli za kimbinguni. Kwa sababu duniani kuna malaika wengine ambao ni sisi tunaopita malaika. Kama Biblia inavyosema, watakatifu walioko duniani ndio walio bora sana, ambao Mungu amependezwa nao. Kuliko wepi? Kwani kuna watakatifu wengine wepi zaidi ya malaika? Tuko bora. Ndio malaika siku hizo hakuna nesa. Nimemwona malaika, tunasema nimesema na Mungu Roho Mtakatifu. Nilipokuwa katika maombi, Roho Mtakatifu akasema na mimi. Hakuna anayesema malaika alikuja. Kazi yao walifanya wakati wao. Sasa wana kazi zingine. Sasa tupo sisi, tunaharibu, tunateka, tuwalinzi wa nchi, tuwalinzi maeneo tunaokaa. Pale unapokaa watakiwa tukukabwa kwa sababu upo malaika. Haleluya. Unasema maneno ya Mungu na kuthibitisha nguvu za Mungu. Tusimame.